through, ilifika katikati, tuseme tu katikati, lakini ni damage yenye nilipata ni line ya simu ili replace, sio huyo msee akaichukua, unaona. So ilikuwa ni 2018 hapo, mimi nilikuwa somewhere nikifanya business zangu. Welcome back to our channel. I go by the name Platicadabra, ndani ya The Real Talk. Kama kawaida, kama kawa, tunakupeleka na mtaratara, na leo hapa hivi niko na host wangu kama kawa, DJ Twinstar 254 ndani ya building. Yes, my name is DJ Twinstar 254 kama kawaida, na kuambia ni follow hapo. Na pia ukifika kwa YouTube, subscribe. Kwa Facebook, Instagram, enda unifollow, alafu usisahau kushare. Mambo inakuwa safi, na pia ucomment hapo, ndio nikiupload utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu. Leo ndani ya The Real Talk, story yetu ya leo inaenda kuwa about scam. Wenye vijana wanatafuta pesa ya haraka huku magizi Kenya, mahali popote tu, hata isipokuwa hapa Kenya. Hiyo ni kitu international. Scam iko kila mahali. So leo hiyo ndio tunaenda kuongelea, na before tufike hapo, piga subscribe. Piga subscribe hapo. A moment of subscribing. Alafu sasa nakuuliza, comment hapo kama ushaskamiwa na anything. Hata kwa relative. Relative ndio wabaya. Sana. Yes, leo tunaongelea mambo ya scam. Wewe ushaikutana na kitu kama hiyo? Mimi nimeskamiwa. Kwanza hapa mali hapo, unajua watu wanachukua advantage kwa mtu anataka kazi. Kama mimi nilikuwa nataka kazi haraka, nasikia kuna online sites zenye unapiga survey, hizo matask unalipwa. Unaingia unaambiwa aje register na pesa fulani 300. Sindapata pesa mingi kuliko hii 300, acha nitume. Nikatuma, napata ni app ya kudownload ma games. Inabidi nicheze games. Nilicheza kwanza game moja. Juu nilisema maybe naweza cheza, nikicheza nikiwin itahesabu kwa account. Kacheza ya kwanza, ya pili. Sasa wakati naenda kupatana na temporary, nikasema hii game hata usipolipia unaipatanga Play Store. Inafanya nini hapa? Kuangalia balance, hakuna kitu. Kasema nimekaribishwa. Umekaribishwa. Mimi shaiskamiwa, lakini yangu haikuendaga through, ilifika katikati, tuseme tu katikati, lakini ni damage yenye nilipata ni line ya simu ili replace, sio huyo msee akaichukua, unaona. So ilikuwa ni 2018 hapo, mimi nilikuwa somewhere nikifanya business zangu, kidogo nikasikia simu imelia. Akaniambia, ni aje wewe unaitwa so and so, sisi ni watu wa Safaricom na tumeona hii line yako imerejestia mara mbili. Alafu unajua hata kitu yenye ningependa sana mwenye anawatch hizi video ajue, Safaricom inakupigianga na 0722 000. Sio namba Safaricom. Hii nyingine yote ni scam. So kama wewe ulikuwa umeongea na mtu wa Safaricom na namba yake si hiyo, huyo anatafuta ya maziwa. So mimi nikaongea, tuliongea about 1 hour. Sasa Roy ikaniambia hao ni watu wanataka wanipige kitu hao. Sasa nikitaka kujitoa, jamaa naleta story nyingine, wanakuwa na stories zingine. Alafu akaniambia nataka tufunge ile line yako. Naambia hapana, msifunge. Sasa mimi walinibeba ufala. Kitu yenye sasa waliniambia, si nini idea, nini opinion yako, si ni mwaka wa kuzaliwa. Nikamwambia unajua kitambo before ni vile hiyo ni obvious. Kuna watu wengi hata saa hii nilikuwa nimeweka hiyo mara ya kwanza vile niregister. Sasa nikakaa kama mwezi hivi nikaichange, nikaweka nyingine. So mimi nikaitikia nishaiweka. So na nilikuwa nimechange, nilijua tu sio hiyo. So nikaitikia so hawa sasa wakafanya aje, wakaniambia haya tuambie ID yako. Nikawaambia na pin yako, pin sasa ya kufungua simu. Nikawaambia kumbe wajamaa wana register bwana line yangu. Ukasahau Safaricom wanasema pin yako siri yako. Sasa niliwapea pin ya kufungua hii line, wakati umefunga simu ukafungua
siwa inakuitishaga hiyo pin. Nikawapea, waliniitisha hiyo na wakaniitisha ID number si wako nayo. Wajamaa wakaregister line yangu, yani wakaireplace. Naona walipo replace mi sijui. So kitu yenye kumbe walienda paka kwa hiyo pin yangu ya miaka zangu, wakajaribu kuingisha ikakataa. Naona. So wakaniuliza, wakatumia mbinu nyingine, wakaniuliza kwani pin yako ya M-Shwari ni gani? Niliposikia hiyo nikakata. Sasa mimi nilijiona ni mjanja, sasa nimewagundua, nimekata simu. Nilipokata nikaifunga kama 1 minute kidogo, tena nikafungua, ndo hao wamenipigia. Nikakata tena, nikaizima. Sasa nikakaa kama around 30 minutes hivi kwenda kufungua, line inaniambia no sim card. By the way, tumeongea about this scam, nimekumbuka. Big shout out to my mom. My mom amenisaidia sana. Kwa sababu alinitumia message akaniambia kuna umesikia ujanja imekuja hapa, so be careful. Akanitumia video kwenye mtu anaelezea, na alielezea vizuri juu pia mimi singejua. Hiyo trick iko hivi. Mtu anakutumia pesa real, si ile ati nini au mjui, anakutumia seme tu kama 50 bob, 1000 ama yeyote ni amount. Na sasa wewe anajua aje au utarajii pesa kutoka kwa mtu au mjui. Wewe kitu ya kwanza utafanya ni pesa ni real, wacha niweke pin ni confirm, uone account balance. Ukiweka hiyo balance hapo sasa ndio kuna shida. The moment umeweka tu hiyo pin hivi, wao washajua pesa yenye uko nayo kwa nini yako, na wanaweza itoa. So my mama aliniambia hivi, na hiyo video pia ilikuwa inasema hivi, ukipatana na mtu amekutumia pesa mwenye ujui, na wewe mwenye una watch usikize kwa makini. Usikimbi mtu yeyote mwenye amekutumia pesa, ikue 20 bob, ikue hata 1 bob, na ujui hiyo namba, hauna connection na hiyo namba kabisa. Kitu yenye unafanya, kitu ya kwanza unaenda kwa M-Pesa yako, unaweka wrong pin. Ukiweka wrong pin, kwa ule itamuonyesha umedecline, hawezi toa kitu yote, umecancel. Lakini ukiweka umeapprove kwa yeye, anatoa kitu yote. Pesa zote zenye ziko ndani wanafagia. Sasa upande wenye kuna madhara wanafagia, wanakocha ile 1 bob paka wakope ile 1 bob walikutumia inabaki. So stay guided hapo hivyo. Alafu ukishafanywa kitu kama hiyo, ndio utajua hizi watu si wazuri. Utakuwa sasa unaogopa hata mtu mwenye anakutumia, unajua unashuku huyo mtu ama ananitoa anatoanisha. Brother yako anaweza kutumia ama sister yako, lakini useme huyu anaweza kuwa huyu ni Gen Z anaweza nitoanisha hapa nilale. Kuna mwingine alipigwa 60,000, alikuwa na 60 cash kwa M-Pesa, ikapigwa alafu akakopewa kwa M-Shwari na nini Fuliza. Watu wanafagia huyo alipigwa hadi nilimhurumia. Unajua, alafu hakuna kitu mbaya kama ushaenda kufulizia mtu alafu nafuliza wrong number. Imagine sasa, imagine mtu anakuja anafuliza yote na ujui umefanyia. Sasa ukiangalia nimetumia mtu kweli. Safaricom inakudai. Safaricom haiwezi sema inajua wewe na line yako, line yako siri yako. So kitu umefanya ni wewe. Hauwezi ambia Safaricom ni mtoto aliweka pin. Hakuna ati nirudishie, ati nimejiwa. Atafanya nini? Hakuna kitu kama hiyo. Sasa wewe alipigwa 60 yake yenye aliaso akaweka kwa M-Pesa. Alafu unapata tu kama wenye unapata wako na fuliza limit ya 10k, mtu anakupiga 60, alafu hiyo limit yote ya 10k fuliza anachukua, akimbia M-Shwari atoe ya rent. Mazee huyo alikuwa ni Dembede, alilia. Alienda huko kwa Safaricom akaambia hii pesa imedividiwa kwa watu fulani. Sasa hata unashindwa ni nani. Na waonekana nilipitia na video nyingine nikasikia watu wa prison ndo wanascam hizo vitu. Sana hizo ndo kazi zao. Hizo nazo hata wao wana meeting zile wanafanywa interview huko ndani, unasikia hapa. Nilikuwa ama mtu ametoka kunasikia, nilikuwa huko ndani, sim card zilikuwa hivi na hivi. Mtu ako na sim card kadhaa anafanya hivi. Alafu unajua sasa hao watu
wao watambui. Unajua wao wako huko ndani hawajui ni ya nini. Si yeye anaona tu. Unajua pale ndani pia maisha ni ngumu. Wanasemaga kama huna pesa hawezi kuheshimiwa huko ndani. So ukiwa na pesa pale wewe ndio unaheshimiwa. Mzungu mwenye alisema money talks hakumaanisha pesa inaongea. Tafuta itakufanyia maneno. Itakufanyia mambo mingi. Sasa ukiwa na pesa pale kwa prison ndio wewe utaongea. So wanakuwa na hiyo scamming sana, wana scam watu. Watu hiyo pia kuscam inaweza kuacha unaweza kuonewa pesa. Imagine sasa mke wako sahi anasimamia chama hata si sema tu ya wamama. Yeye ndiye anaweka pesa. Next week anafaa mtu fulani apewe pesa. Alafu hiyo wiki before next week ifike. Mkenya amekaa mahali anasema acha nijaribu hii namba. Jaribu namba ya bibi yake, anapiga pesa ya chama yote. Inaenda sasa mwachama wataamini. Unaambia ndo umekula. Kwanza wanakujaga na fujo, hata hataki kuelezwa ama nini, wanakwambia ulifanya nini. Hiyo ni story umeleta. Mwachama anasema unatuona watoto. Hiyo kitabu unasoma si ndio tuliandika. Niliona mwingine alibebewa kila kitu akabaki tu hivyo. Imagine bila huruma. Unajua pia wao wamesacrifice, wameacha kazi yao, wamesema acha tusave hapa. Sasa Mkenya anakaa mahali anaamua kuwa disappoint wote. Alafu sasa huyo mwenye anaweka hizo pesa sasa anampiga times 2. Mpaka ile yake ilikuwa huko anabeba na kudisappoint bana. Imagine sasa venye economy ni mbaya hivi, mama amejituma ana save school fees. Anataka tu mtoto wake asome vizuri kabisa. Kumbuka pia usubscribe hapo, ndio tukileta story kama hizi utakuwa number 1. The real talk itakuwa wewe ndo number 1 kupata hizi video zetu. Wewe unaangalia hapo. Ni wewe tu. Finya hiyo button ya subscribing, alafu mambo inakuwa safi kabisa. Leo nimekula nini? Anyway, haina shida hiyo, ina ngori. Hiyo ni kawaida. So wewe ushaikutana na msee anakuambia ati nini, relative wangu alinifanyia kitu kama hii, yani alimscam. Unajua huwezi amwambia atoke from, lakini mazee watu si wako na roho mbaya. Si kama utaki msee umwambie mimi sitaki ama hakuna. Wewe ni brother yangu, lakini tukiwa kwa nyumba. Lakini pia watu ushago mwachege ufala. Msidhani eti Nairobi ni rahisi. Hiyo mimi hata kama nimemuongelesha mbaya, hiyo ni kweli. Juu ukiona msee ako Nairobi unadhani ameomoka, juu ako na nini. Huku ni kusota. Hata watu wanasema hii ni shamba ya mawe, hawako wajinga. Wewe uko ushago umetuliza tu, unasema eti kazini yangu ako mahali fulani ako na pesa. Hakuna pesa. Venye wewe umesota uko ushago, na hapa kwanza ndio majukumu iko mingi. Sasa unaambiwa tu na mwenye anakaa hapa Nairobi atakupiga 10 mil. Kama wewe msee sasa, ilikuwa hivi, jamaa alikuwa na duka, alikuwa ameandikwa kwa duka. Imagine sasa uko kwa duka unafanya kazi, labda unalipwa 500 ama 300. Unajua ushago haulipi pesa mingi. Hiyo 300 ni iko bora kuliko yule mtu anakaa 9000 kwa mwezi. Unajua ushago hauwezi nunua maji. Alafu kuna zile ushago fulani ziko advance, unapata hata token si wote wanalipa. Si ndio? Sasa unaona sasa hiyo utaimanage vizuri ya hizo vitu. Ukiwa na hiyo 9000 alafu unapata sasa anakupigia simu anakuambia fanya hivi, niko na job hapa nini tena. Wewe ndo unajua, yeye ndo anamwanzaga, anamwambia si unitafute job hapo juu, wote mimi nimemaliza kuja Nairobi. Unaona sasa wewe mjamaa alitoka huko from Siaya, alikuwa ni wa Siaya, akakuja akadampiwa junction, hakuna ajui mahali kwa kwenda. Huyo msee amezima simu, alizima simu mpaka hata juzi nilimuuliza, hiyo kazi yako alikuja kufungua hiyo simu? Akasema bado. Ngama alireplace, alichange namba. Juu alijua ameshafanya kenye alifanya. Alafu unajua jamaa alikuja kalala tu. Watu unajua mtu anaaminingi mtu kwa familia yao sana. Imagine. Huyu mtu anakuambia aje, unapata tu ni relative kabisa, anakuambia hivi. Hapo unafanya kazi unalipwa 300. Hiyo 300 kwa mwezi ni pesa kidogo. Na unaweza kuja hapo ufanya kwa siku utapata more than 300. Ama kwa mwezi more than
nalipa. Fanya hivi wewe, hiyo yenye umekuwa ukifanya nitumie 3K nikushikie nafasi nikurejestie kila kitu hapo, ukuje uingie kazi ya kampuni. Nasikia kampuni kwa kijiji unajipiga kifua, naenda Nairobi. Unapanga vitu zako, naambia watu Nyeri brother yako ama sister yako kuliko relative achana na sister yako. Hawezi kuacha ulale nje, obvious hawezi, ama kukutampo eti hata kama simu yake imezima atafanya juu chini mpaka akutafute malu. Lakini relative yeye anasema wewe kufa tu, kwani yeye ana mama yake. Unaona, na hana uzito na wewe kabisa. So unaona kama wewe msee alitupwa na relative akakuja kalala siku kadhaa nje tangu ashike rada Nairobi. Kwanza alipigwa na Coleman hapo pia naye yani umeskamiwa kukuja, unakaribishwa Nairobi kukuja skamiwa tu tena Nairobi. Sasa hauna simu, hauna hata ile pesa ulikuwa nayo imeenda, na tena uko unalala nje. Yani Sara huyo alienda. Alafu uko na mizigo, imagine. Alafu ujui unalala wapi, ujui uko wapi. Sasa unajua hapo hivi utakuwa mtu mwenye anapita unamwangalia na huyu anaweza ninyang'anya mizigo. Hata kwanza unajua umetoka ushago, unadhania kila mtu ni kama ushago. Alafu unajua hao watu wanajua mwenye ametoka ushago. Utaangalia mabuilding. Naenda huku, acha niende hivi. Sasa huyo ndo anakuja kukupiga kitu ya vita. Au mtu ni kama down. Naambia aje, haya nimekuona umekaa hapa. Ukigeuka shaina na kila kitu. Ameenda kila kitu, umebaki hapo. By the way, alafu kuna hii kamchezo nimeona nayo ni real, lakini watu wameanza kufanya pia kama content kuonyesha. Mtu anafanya kitu unaona ni content, lakini anakufunza kitu hapo. By the way, kuna hii kamchezo imekuja. Mtu anakuja tu anatembea mbele yako, anaangusha wallet. Nimeona nimekutana. Alafu sasa wewe before uokote wallet, hiyo ni before uokote wallet, mtu mwingine anakuja na iokota. Anasema na wewe umeona tufanya aje? Tugawane, iko na pesa. Tutagawania wapi? Hiyo kitu na watu wengi wamefanya kama content. Lakini unajua hao wasee wamefanyaje? Yani ni wasee wanajuana, wamepanga. Before huyu aishike, juu akishika ataangalia aone haina kitu. Mimi ndaishika nimwambie iko na pesa mingi, twende tugawane mali fulani. So wewe mnafika, anakuachia simu wa kwanza. Anaenda kama hiyo ilikuwa hapo hizo ofisi za Kanjo hapo Tao. Kaingia hizo toilet za hapo akasema nimeona hizo za wanaume zinaoshwa na wewe ni mwanamke, siwezi ingia hizo. Kuja fanya nini? Kujaenda. Lakini nikienda huko nitajuaje utanidanganya? Sasa lazima uniachie kitu. Nitakuachia nini? Mimi nilikuachia simu yangu nikaenda. Sasa hata wewe niachie simu yako, uende ugawe pesa nusu, ukuje nipe zangu zako, tumalize. Hapa Nairobi ni kusaidiana. Kama inafanya unapoteza kila kitu. Unafika huko ndani 50,000. Ukifika huko ndani kumbe uko na zero. Unaweza pigwa na butu, hata unaweza kwa hiyo choo. Imagine ni makaratasi mabasha zimefungwa ama iko empty, ama soli ile ya kiatu wamekunja vizuri imejaa hapo ndani. Alafu anakuambia sasa welcome to the magical Kenya. Alafu ukirudi kutoka hapo ndani, amenidanganya lakini nilimwacha hapa. Mbona sijaona pesa? Penye uliacha mtu amesimama na simu yako, maybe hata na bag hayuko. Sasa unakuwa, alafu unapata sasa hiyo maybe mama alikuwa na mtoto akamwachia hadi mtoto hapa, akasema kama nimemwachia hadi mtoto hizi. Baada tu katoto kako kamesimama hapo kuangalia. Hadi wewe unajihurumia, unasema yenyewe huyu ni mtoto wangu. Lakini hata wewe mjamaa alifikiria hiyo content man. Unajua ni kuelimisha. Kuna wengine niliona kuna mama nayo hiyo siku hiyo video niliona, ndio mama yenyewe. Unajua watu wanataka kukusaidia, lakini wakipiga hiyo hesabu venye umekoniwa wanarudi kukucheka. Hayo wanakuuliza aje? Sasa unajua hiyo mwanaume alikuwa anamuuliza vizuri. Sasa mama, ona tamaa yako. Kama si tamaa yako, haungepoteza simu yako. Unakaa watu wengi. Si tu nini hapa. Alafu unajua wanamuuliza unakaa wapi? Unakaa Kiseria. Huko town.
uko na pesa ya kisiri ya kukufikisha, zote zilikuwa kwa simu. Sasa wewe kanyaga tu na tamaa yako. Sasa huyo mtu anakusaidia ama, lakini anakuonyesha aje wacha tamaa. Tamaa ni mbaya. Si ndio? Walai, hapa Nairobi, kama uko Nairobi, hata tu maeneo si Nairobi tu. Kuwa hiyo tactic iko Nairobi sana. Lakini pia kuishago itafika. Kuna zingine ziko zenye hata maybe hapa waje. So kuwa makini kwa kila kitu na. Alafu by the jiulize mbinu ya kutafuta pesa. Mbinu ya kutafuta pesa by the way ni mingi sana. Kwanza saa hii vijana wamewaka vichwa sana. So akili ni mingi. Nakumbuka kama hapo awali before sasa nijue mambo mingi. Unajua kuna zile kesi zenye unaweza patwa na kesi hiyo kesi kuisha ni ngumu. Sasa hizo kesi watu wanatekingi advantage. Hizi kesi kama department watu wanateka advantage. Hii kesi ni ngumu kuisha. Huyu mtu hatataka hiyo kesi iende mbele. Ndamgonga pesa. Sasa unajua pia napenda kufuatilia mastori. Lakini sasa hiyo story yenye ushifuatilia story unaambiwa kuna wamama wanatumia watoto vibaya ili kupata pesa. Hao watoto wenye wanatumiwa vibaya, mama unapata anatuma msichana wake kale ka kijana ama ule mzee pale unanga anakusalimia. Hebu enda leo umsalimie kwake. Sasa ile tu msichana ameingia hivi amekaa kwa kiti, mama yake anatoka nyuma anasema nilijuanga tu msichana wangu anakujanga hapa. Sasa hiyo msichana ni underage. Wewe mwenyewe ni over 20. Okay. Hapa sasa hii ni kesi. Na wewe ukipiga hesabu hii kesi ishangi. Na hakuna ati mambo hizi za bond cash bill hizo kufungwa ndani. Hiyo inakuwa mbaya sana. Madhe hapana. Niko na 10,000 hapa, niko na 5,000. Madhe si amepata kitu. Lakini sasa hapo unaharibu mtoto wako naye. Sasa hiyo kitu ili happen mali nilikuwa naishi, lakini sasa si same plot. Sasa naishi plot kama hii opposite. Hapa hivi opposite. Kasiana tu kadogo mwanaume amehama hapo mjeni. Na hiyo kitu ilinifunza ikaniambia nikihama nikizama mahali sijui ama hata kama nimeishi plot for long. Mimi na watoto hapana. Mimi na watoto hiyo by the way mimi na watoto hatuwezi endana kwa sababu kitu ilinifanyaga mimi nikahama kwa kitu kama hiyo. Nyumba yangu ya kwanza kabisa nilikuwa na sehemu nyingine nako chini, ilinifanya hiyo kitu nikahama. Ukihamia mahali popote ama hata kama hujahamia hapo umekuwa ukiishi hapo, hiyo kitu na ilinifunza mimi na watoto hapana, kwa sababu hiyo alikuwa mwanaume mgeni amehama. So unaona venye unaweza hama ploti, watu amjuani na watu unashughulika vitu zako hivi vizuri. So huyo mbaba leo ametoka kazi, ametulia kwa nyumba, akasema wacha nitoke nitafute maybe kitu yenye nakula. Anatoka anapatana na mtoto anang'ang'ana kufungua nguo potiko hapo chini ajisaidie. Unaona? Sasa yeye na yeye akasema ni mtoto, acha nimsaidie. Sasa ile anatua na mtoto amekataa, nguo imekataa kufunguka, anaenda kumfungulia hivi. Kuna mamake amesimama kwa dirisha na simu ana record. Alafu unajua anakuja anasema hivi, nimerekodi hiyo. Mtoto wangu anakujanga hapa akilia na washo kila siku. Sasa unaona huyo mwanaume penye alijipata. Situation ya kutafuta tu pesa, kuskamiwa, lakini ile mbaya sasa. Unajua sasa hiyo kesi kiangalia, huyo ni mtoto mdogo. Wewe ukisikia hiyo kesi haina cash bill, haina bond, nani hataamini? Hakuna. Ulikuwa unafanya nini? Na hata evidence ndio. Mimi nilisema hata nikiona mtoto hapo hivyo, hata alikuwa anabebana na potea kikimbia plot huku na huku, hapana. Acha ikae. Unajifanya mzuri, maybe hata si unajifanya. Wewe ni mzuri, unaamua kusaidia, inakugeukia. Lakini pia mama anasema amepata rent. Si ndio? Lakini pia na watu wengine, yani vijana tu wengine, juu kama nikufikiria. Sasa ulisikia kama ile kesi ilikuwa mtoto amebakwa alafu akauliwa. Sasa unashangaa kwani watu wanafikiria karibu. Kuna watu wako na hiyo reaction, lakini pia na kuna wamama pia nao. Yaani kama wanatafutaga Kenya taifa limefikia. Na scam mtu sasa kitu kama hiyo. Kenya limefikia.
mtu akijua kuna chance ya kupata pesa atakwambia tu tuende, hata kama hujamwambia ni kufanya nini. As long as napata pesa. Ana nduki haraka teke. Amewahi anaambiwa okay, hapa hivi utakula zao tano. Zao tano hii serikali iko zao tano saa hii. Haya twende mbio. Wewe ukifika hapo hivyo ujui unajua hakuna kitu mbaya ikuwe mara yako ya kwanza kufanya kitu ushikwe. Hiyo ni kitu mbaya sana. Alafu ikuwe inafanyikanga ati hapa unaingia mahali unaambiwa zimekuwa zikipotea. Nimekuwa nikikoniwa. Wewe ndio tumepata. Sasa wewe ndio utalipia. Hapo watu unapata ni mtoto. Alafu kuna hii kitu kingine. Nilisikia Radio Jambo nayo ni nzuri sana. Uzuri siku hizi hata kama tusikizi radio wanajaribu kuweka hizo content zao kila mahali. Kweli. Kuna tao unapata mwanaume ameamka vizuri. Amevaa suti. Amevaa tai, amebeba kabasha hivi vizuri. Unaona mtu naye ako sawa kila kitu. Wewe ukikaa chini hata usikae kwa akili yako tu unaona aje huyu ni mtu decent. Huyu mtu anakuapproach. Anakuambia ati nafaa kuenda mahali fulani. Sikubeba ID yangu. Na niko na amount fulani ya pesa. Yenye iko kwa simu na hiyo lazima ni withdraw na nini? Na ID lazima ID kuwe. Hiyo ni pesa mingi. Ni pesa mingi pesa ngapi? Mtu anakuambia niko na 70k ama 100. Kwa hiyo 100 juu tunatumia nini yako na unaona pia wewe siwezi kuacha nitakupea kitu. Anakuambia kwa hiyo 100 nitakupea 10. 10 ama 5. Wewe unapiga hesabu kwenda tu withdraw pesa, naenda tu kwa ile mpesa nasimama nihesabia 1 2 10 nikuje nipewe 5 zangu nitoke. Hiyo ni kitu rahisi. Wacha nifanye. Ujui kwa nini? Sasa wewe utakuwa umebeba mzigo wenye ujui kwa sababu ukirudi hapo huyo amepata pesa. Wewe umepata 5. Umesema yenyewe 5 nayo imenisaidia, sikuwa nayo. Ama hata kuna mtu mwenye anaweza kuwa mzuri akwambia anaweza kupiga hata 20. Lakini hiyo 20 itakuharibia maisha kabisa. Haya, nilipata 20 leo nimekuwa vizuri. Kanyama kwa nyumba. Natulia. Lakini jioni unasikia unabishiwa mlango. Sasa hao wasee wanafanya ndio hiyo sasa nakuelezea. Tunafikia hapo lakini sasa before ufikie hapo si ule yeye atakuja kukutafuta. Sasa wenyewe watakutafuta na wenyewe wanakuharibia maisha kabisa. Sasa juu ule amesema aje mimi nani nimefanya hivi, nimetumiwa hii, nimepewa na hii. Ule ameenda na hivi, hata kama ameenda na hivi ameniokoa sana. Wacha nipite hapa. Unaona sasa hapo mtu hutasema unamjua, umepatana tu kwa barabara. Tumekutana tao. So wewe leo ama unakuja unapata uko na mke kwa nyumba naambia babe leo nimepata kitu nimekuja na hii shopping. Hii shopping nimekuja nayo naweza tusukuma. Leo nilikuwa na kismat sana. Kidogo tu hivi sasa ile tu umetulia unasikia tu kwa mlango watu wanagonga. Isiai. Kitu tu ya kwanza wanakuomba wapi bunduki. Sasa bunduki wewe ujui, unaona wewe ujui kitu yoyote bunduki. Kitu yenyewe unajua hapa ni kwangu, sinanga bunduki. Lakini DCI kitu wanajua bunduki kubwa ni mwiko tu. kitu yenyewe unajua hapa ni kwangu, bunduki sina. Hii ni misunderstanding. DCI chini bunduki lazima utatupea. Aje. Kumbe ule mali kutumia DCI sasa ndio hapo sasa ndio unajua sasa ule atakupea story. Sasa hapo ndio DCI anakupea story yenyewe yani itakuharibia maisha. Huyu mtu mwenye tumekuja hapa leo ambaye ni wewe. Jana majuzi kuna mtu amefanya nini? Ameibiwa at a gunpoint. Watu wamekuja kwake. Ni businesswoman ako na pesa. At a gunpoint. Pekee tuambie pin ya mpesa tuwekee. Au wamechukua simu tuambie password. Sasa amewaambia kila kitu at a gunpoint. Unaona? Si hao wako na simu, password, kila kitu. Hiyo hapo
huyo mtu akakuja na hiyo simu amevaa vizuri, wewe unaona ni mtu legit, akakwambia niko na hii na hii, enda withdraw, enda wacha na kutumia kwa simu yako juu sina ID, wewe uende withdraw, lakini kwa hiyo pesa si 100k na kupiga 20. Sasa hiyo 20 ndio sasa huyo DCI anakuambia aje, hii simu ni ya huyo, aliibiwa at gunpoint. Hiyo gunpoint yenye aliibiwa, alipeana simu, akapeana pin, akapeana kila kitu ya hiyo simu yake. Hiyo simu tumetrack statements zimetoka hapo, pesa kutoka kwa hiyo simu ilitumwa kwa simu yako. Sasa nimekuelewa. Sasa DCI wanajua aje wewe uliiba ukajitumia. Na uliiba at gunpoint, upee gun. Utasema nini? Hawezi sema. Sasa umeeleza ndo kaelewa. Alafu na penye umeeleza ukaelewa. Na penye umeingia kwa nyumba umeambia leo nimepata kakini nifanye shopping. Na unajua hata bibi wengine anasema hiyo ni kweli. Ameniambia kuna pesa. Naye kuna pesa. Ya uoga atasema mama kuna pesa. Amefika tu saa hii ameniambia leo kazi ilikuwa nzuri. Amepata una shopping amekuja naye. Alafu DCI na wao wanabebana shopping yako. Twende. Sasa hapo hivyo unafungwa kitu ujui. Ule hata kama haizi hakwenda hasara juu 20 yake amepata 80 na atafutwe. Utaanza kuelezea atatupa hiyo simu ama auze. Unajua ule yeye akishatuma yeye ajali na simu, yeye anaweza iacha tu hapo. Sasa unajua sasa yeye anajua aje si mimi nilitoa. Hata tupatane na wewe. Sasa mtapatana wapi na wewe huko ndani? In case si hata before maybe saa hiyo maybe huyo mtu ni wa hiyo area lakini hamjajua. Unajua area huwezi jua kila mtu. Sasa hiyo unang'ang'ana kuburutwa na DCI hivi. Useme ndio huyu. Akwambia utafanya nani ataamini? Hata ukisema ni huyu huyu amefanya nini? Nimefanya. Okay, ni mimi. Nimefanya. Haya, anasema aje ni mimi. Unajua hata huyo mtu atakuja kuuliza aje simu ni ana. Okay, unajua mimi sijui mambo. Haya, nieleze. Simu iliibiwa ikatumana pesa. Ilitumana pesa. Ilitumana kwa simu yangu. Si yangu. Ni ya huyu ilitumiwa. Huyu ndiye alitumiwa pesa na kutoka simu yenye imeibiwa. Ni huyu. Basi mimi mnanishika. Mimi sina. Hapo utaachiliwa lini? Umeharibiwa maisha, umeskaniwa tu hizo tao. Na ukaachiwa bonge la surprise. Sana. Mimi sahi mtu akuje eti nisaidie na simu. Wengi wanakuja nisaidie na simu yako. Unaweza nipigie mtu fulani na. Wacha hiyo akupigia. Kwanza nawaambia niko na mimi hata hapa hivi junction pale tu. Kuna siku nikiendea tu mashughuli. Napita mahali mtu ananiambia ni saa ngapi? Hajaona kama nimeshika simu. Sasa na expect nitoe simu kwa mfuko nimwambie ni saa ngapi ama nafikiria aje. Mimi nimwambia mimi sina simu. Sasa huyo mtu akwambie ni saa ngapi, kitambo utoe, uwashe. Amesimama amekunyang'anya amekaa chini. Kutoka hapa na nini? Usikia kitu akipanga huku. Haya, unataka? Hivyo kwanza ndo anafanya. Unajua sasa hapa hivi mtu ati nisaidie simu nipige ama nimekwama. Unaweza nisaidia. Alafu unajua kuna hizi mavitu nazo atitao unaongeleshwa na mtu. Mtu anakuchanganya anatumia sijui hizo vifumba macho, unampea kila kitu. Mimi sijaiona hiyo kitu. Lakini hata mimi nakutanaga na sijaiona hiyo, sijai experience, lakini venye nasikianga story mimi hata tao niongelesha. Nilikuwa naenda afya center nichukue parcel nirudi hapo tu. Kama sikujui unijui ati mambo niko poa. Kwenda tu. Ati mtu ati kitu kingine anasema mtu akikuja kuulizia direction ati wewe ndio utapotea. Sasa unajua mtu anajaribu kukutishia ama nini? Mtu anakuambia aje wewe hata au kumeharibika. Nilienda, unajua unacheka. Nilienda mtu akaniuliza direction, usikii nilipotea. Kila kitu yangu ikaibiwa. Namuuliza uliibiwa aje? Lakini siku inakufikia. Niliambiwa. I wish I knew.
Lakini ishafanyika. Lakini hizi mambo za kuscam nazo ni mingi, story ni mingi, haziwezi isha. Ni mingi. Hata mimi nishaisikamia, ndo nakwambia mimi sasa hivi mtu kuniambia ati nipigie mtu ama nini, siwezi taka. Kuna dem fulani alitoka juu from nowhere. Akaniambia eti mimi nimetoka huko kona nikakuja kuomba kazi huku sehemu za matopeni hapo hivi. So nikamuuliza okay. So umepata kazi? Hapana, sijapata kazi. Lakini bro yangu ameenda na funguo. Okay, ngoja. Bro mimi according na ile experience niko nayo na najua Nairobi, nataka ameenda na kifunguo. Nakwambia tu sawa, mngoja narudi. Siwezi taka mambo mengi. Sasa ile kitu alinitrick nayo, unajua sasa ni ile unahurumia mtu, ni kitu ilikuwa ni kitu saa 4. Alafu nikaona tu ako genuine, yani kumbe ni mtu alikuwa na plan zake. So akakuwa ameketi hapo mali nilikuwa, akaketi hapo next. So akaanza kunipatia mastori mingi juu nini. Akaniambia haki si umpigie nione kama amekuja. Kama ametoka town amekuja. Mwambia sawa. Sasa nilikuaga na around ni 7 bob tu kama hiyo. So najua hiyo unapiga alafu unamwambia tu umekuja. Nikampatia, akapiga simu. Si ameongea paka hiyo 7 bob ikaisha. Kuangalia hivi mtu ameshakopa credit ya 50. Ameanza kupiga na aongelesha. Alafu anaongea hiyo nini. Sasa mimi nikashindwa, kwani hii nini? So venye liisha aliniambia amekata. Naona. Ngoja. So sikuwa nimeradanisha. Kumbe tayari ameshakopa. Tena akapiga. Akapiga. Alafu kitu mbaya ni akope bila kukuambia, alafu atumie credit yote ishe. Akatumia credit ya 50 ikaisha. Wakiongea lugha zao. Sasa nikashindwa, kwani 7 bob leo inakaaje? Mimi ukinikujia na kwambia sifanyi Red Cross. Wallahi aliongea na alikuwa anaongea Kijaluo, akaongea Kijaluo yake akamaliza. Sasa kunipea simu ndo naona message inakuja umekopa 50 bob. So nikamuuliza, kwani mbona umekopa simu yangu? Hapana sijakopa. Sasa nikashindwa. So tukakuwa na bishano hapo. So nikaona kuna kitu moja Kenya si kumpiga, unaanza kumpiga hapo akigeuzia aseme unataka. Ndio hiyo kuna kitu nijaribu kukuelezea. Kuna kitu moja Kenya yenye hiyo kitu nayo inaumiza wanaume wengi sana. Wasichana tafadhali. Acha nikwambie sasa hiyo. Hata kama tulikuwa tunaongelea scam, acha niingie hii kwanza hii. Unajua ushafikiria msichana akipiga nduru tu once, huyu ananipiga ama huyu ananipiga ama huyu ananifanyia hivi. Ni hivyo. Watu hukuja hata bila kuuliza maswali ama chini. Lakini sasa wewe simama, piga nduru ati mwanamke amenifanyia hivi ama ananiibia. Oi, hakuna watu wanakwambia ni mjinga ndio. Hapo hata kuangalia, unajua kuna hiyo kitu inaumiza wengi. Sana. Mtu anakuja anakuambia aje, unaona ni mchana. Nao wasichana kuna sura zingine za huruma sana. Unaona kama mimi nilipiga hesabu hapa nikianza kusema nimwekelee. Sitakuwa na sana mara mingi sana. Sasa hii anaongea na hiyo simu. Asimame tu aanze kupiga nduru. Huyo anataka kunibia simu. Kitambo utoke hapo chini useme ati hapana, simu ni yangu, mimi ndo nimemsaidia. Ashaenda, ushatandika, ushakanyagwa. Lakini sasa wewe useme ati huyu msichana ameniibia simu. Muongeleshe tu polepole atakupea simu. Ati muongeleshe tu polepole. Alafu baadaye kuna kitu kingine inasaidianga watu wengi sana. Watu wengi sana inawasaidia. Wallpaper. Wallpaper inaweza kutoa kwa shida sana. Imagine umeenda tao, mtu tu atoke nowhere akunyang'anya simu. Akikunyang'anya simu, unajua kuna wale watu wamezoea, ni kijana tu mwizi nishaanza kupigwa. Sasa kitu ya muhimu ni hiyo wallpaper yenye umeweka sini sura yako. Hiyo nayo itakusaidia. Wale wenye wanaikuanga ati mimi siwezi weka picha yangu kwa wallpaper, naweka hii. Hiyo kitu itakukost kwa sababu hata watu wanakuja kukusaidia watataka wapi simu yenyewe, ndio hii.
Ukiwasha hivi ni picha mwenye anatandikwa. Hiyo itakusaidia. Lakini umeweka gari hapo ndio uhisi mwenyewe. Utatandikwa hapo, ukimaliza sasa ile unabeba kwenda juu hospitali na simu ilikuwa yangu. Nini itakusaidia? Hakuna. Na simu imesha. Yenyewe hizi za kuscam ni mingi juu watu wana confess online vibaya. Alafu wengine sasa ni mapasta. Mtu anakuibia na jina pasta, prophet. Kwanza ndo hata sitaka kuongelea prophet. Lakini no prophet. Hiyo msichana alikuwa alilia ati ameisha akichekelea watu wanaskamiwa ikamfikia yake. Sasa ilikuwa mapepo mapepo inatolewa na wezi ati unatembea akapatana na mwanaume ni msichana mwanafunzi hapo Thika. Sasa unaona Thika hapo wanafunzi ni wengi. Unatembea tu hivi unasikia mambo. Dakika moja nilikuwa natafuta hospitali fulani yenye ilikuwa hapa, lakini sijui ni wapi specific. Unaweza nielezea hospitali yenyewe? Hujaisikia. Na unajua kuna ile kitu moja watu wanakuwa na courage. Kama ujui ukiambia mtu hiyo sijui, hapa ni town, hawezi kuwa unajua kila mahali. Alafu mama anapita hapo kana namwambia aje, excuse, kuna hospitali nilikuwa natafuta lakini huyu mwanadada ameniambia ajui. Ati huyo mama anamwambia ni kama nakujua, si unakuanga K24 unasaidianga watu, unapeanga wagonjwa wheelchair. We ni mtu wa Mungu, sijui nini vitu kama hizo. Kumbe unanijua. Msichana akasikia huyu anajulikana ni wa K24. Akamwambia acha basi niende. Huyo pastor akamwambia hapana, usiende kwanza. Acha naweza hata fanya maombi. Unajua mimi ni mtu wa Mungu, na kama pia wewe kuna kitu inakusumbua naweza fanya nini, naweza. Ndio huyo mama akamwambia mtumishi, brother yangu ni mgonjwa, anafaa pelekwe Kenyatta. Sasa tunatafuta gari ya kumpeleka, ila hatujapata pesa. Nitakusaidia kama uko na kitu kama uko na shida yoyote unaweza sema saa hii na mimi naweza kuambia shida. Kwanza ni kama huyo mwanaume alimwambia si uko na shida, akamwambia mtumishi, umejua aje? Huyo msichana akaona wewe wenyewe ni prophet. Sasa huyo mpasta akamwambia aje, kitu mtafanya, enda na huyu mama kando, msimame tu pale kando, umwambie shida zako na wewe akwambie shida zake. Akaenda akamwelezea, mimi ni mwanafunzi, sinanga laptop, natumia laptop na roommate wangu, lakini roommate wangu ni mwalimu, anafikanga nafanya anaenda nayo. Wakamaliza na mama akamwelezea kwao kuna wachawi anasumbuliwa, kitu kama hiyo tu. Si wakarudi. Pastor sasa akamwambia aje, wewe ni mwanafunzi unafanya nursing ama unafanya nini? Lakini uko na kompyuta, hiyo laptop si yako na ungependa sana kuwa na yako. Msana akasema yenyewe amejua aje? Sasa wewe ndio prophet. Na wewe mama unasumbuliwa na wachawi, ndio wamesumbua hata hiyo ndugu yako. Mtumishi, umejua aje? Sasa hapo sasa ndio akasema mimi nitawaombea, lakini ingekuwa ni vizuri uende ulete hiyo laptop ni kuombee nayo ndio upate yako. Ndio umekuwa ukitumia hii ikufungulie njia. Huyu akamwambia hapana, roommate wangu anaendanga nayo. Haya, sawa. Pastor akaambia huyo mama huyo prophet sasa kaambia mama hivi, tembea kutoka hapa hadi pale
ukichukua hii ni nini Our Heavenly Father. Ukifika huko mwisho umalize, utasikia tu sauti ikikuongelesha. Na utajua kila kitu yenye inakusumbua. Na nini yenye inasumbua watu wakwe, na utajua nani mchawi. Na unaona ukifika pale mwisho, ndatuma huyu msichana kuja kuguza. Akikuguza tu hivi, utafanya nini? Utajua. Kupitia yeye, utajua kila kitu. Si akaenda, akafika hadi mwisho mahali hivi. Ka distance tu, unaona ile distance yenye si distance vile, lakini ni mbali kiasi. Kaenda, sasa akaambia huyo msichana, enda umguze sasa. Huyo msichana akaenda kamguza. Huyo mama akageuka akasema, Bishop, asante sana, nimejua anti yangu sister ya mamangu ni anatumaliza kwetu. Sauti imeniambia hivyo. Lakini sasa huyo kuenda huko hakuenda na vitu zake zote. Alipewa huyo msichana amshikie. Sasa msichana akaambiwa ni wakati wako. Msichana akasema, nataka nisikie sauti ya Mwenyezi. Sasa akaambiwa same venyewe amefanya na wewe utafanya hivyo. Si msichana akafunga macho akitembea tu hivi straight. Ameacha amemshikia vitu. Sijui sasa kuna venye alikuwa ameelezea amefanya mikono. Sasa sijui amefanya hivi ama amefanya hivi. Kwenda tu mbele hivi akitembea. Kifika huko sasa yeye anaeleza, anajaribu kungoja asikie sauti. Asikii. Anajaribu kungoja mama kuja amshike, amshiki. Akasema sisikii. Sasa kugeuka kuwauliza ambao sisikii. Penye aliacha watu hakuna mtu. Ameenda na simu, ameenda na bag, kila kitu. Hivyo ndio alichukuliwa kila kitu. Hao wote walikuwa wawili. Sasa hao walikuwa wawili. Na sasa penye sielewi, hiyo kitu wenye wale walikuwa wanaongea wakiwa kando. Huyu alikuwa anasikia aje? Siwa kama alikuwa maybe hata ni simu wanapiga inaongea. Na iko tutumie tu credit, lakini kitu tutapata hapa more than credit. Sasa hata credit hata tunanunua minutes. Hivyo ndo minutes za 5 minutes. Hiyo ni mingi sana. Hivyo ndo prophet alimwambia hivyo, akatolewa mapepo. Yes, my name is DJ Twin Star 254 na niko na Platicadabra. So kama umesikiza hii story, usikubali kunyang'anywa ukiona. Mtu akikuja na story zake siku hizi, achana na juu watu sahi hauwezi amini ni nani ama ni nani. We mwambie hauna ama iko hivi na hivi, mpe tu story yenye haiwezekani. Wewe unajifanya mzuri hapo. Wewe una shida. Wewe unajifanya mzuri na wewe ndo sasa utaongezewa shida. Ile uko nayo uongezewe nyingine juu. So disappointiwa na Wakenya wale wajanja mashaboy. Sahi ni kubaya. So subscribe hapo, alafu tukiupload utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu. My name is DJ Twin Star 254. Kama kawa kama dawa story zinakujia hapo na The Real Talk. Kwa platform zote ni The Real Talk. YouTube peke yake ndo tunajiita DJ Twin Star 254. But tuko na mpango fulani hivi ya kuanzisha kitu fulani. Mtu support hapo hivyo kwa kushare watu wengi waone. Peace.